Hallelujah, glory to God, glory to Jesus, the Son of the living God. Serenity, compassion, humility, utulivu, huruma, unyenyekevu. Sio vitu ambavyo ni virahisi, sio vitu ambavyo unaweza ukaamka tu na kusema unavifanya. Ni vitu ambavyo vinatakiwa kuwa ni tabia, ni vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya. Ni moja kati ya maisha yetu ya kila siku. Unapoamka, unapotembea, unapoongea, unapolala. Serenity, humility, compassion, utulivu, unapoongea, unaposikiliza, unapotafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hata Yesu anasema ukipigwa shavu la kushoto, geuza la kulia. Sio kitu kirahisi. Sio kitu kirahisi. Sio kitu kirahisi. Hata Yohana alipokuwa anahubiri habari njema, anahubiri ujio wa Yesu, anasema aliye na mavazi mawili ampe yule ambaye hana. Tunamwona Yesu kuna wakati alikuwa anasema, na alikuwa gerezani hamkuja kuniona, na alikuwa na njaa hamkunilisha, na alikuwa uchi hamkunivika, na alikuwa na kiu hamkuninywesha. Compassion. Naona Yesu anatufundisha mtu kunyang'anya mali yako simtaki akurudishie. Humility, unyenyekevu. Serenity, usihukumu usije ukahukumiwa. Sio mwepesi kuhukumu, wala yaani usihukumu kabisa. Kuwa mtulivu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunatakiwa kujifunza mara kwa mara. Kuwatembelea yatima, kuwajali wajane. Sio mambo ya kufanya kwa ajili ya kuonyesha, sio kwa ajili ya kupata sifa, hapana. Ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu kutoka moyoni. Unatenga muda wako wewe kama wewe, sio kwa ajili ya kupata attention, sio kwa ajili ya watu waone. Tunaona hata wakati wa matoleo yule mama mjane akatoa fedha ambazo alikuwa nazo. Kulikuwa kuna matajiri walitoa vitu vya thamani sana, lakini walikuwa wanavitoa ili watu wawaone kwamba wametoa kitu. Ila yule mama, kile ambacho alikuwa nacho ndicho ambacho akaenda akakitoa, na kile ndio kikapokelewa, kwa sababu hata dhabihu ya kwanza ni moyo. Hatutoi tu ili mradi kwamba tumetoa. Hatufanyi vitu ili mradi tu kwamba tumefanya. No. Kutoka moyoni. Sincerity, ukweli, nia ya kweli kutoka moyoni. Nia ya kweli kutoka moyoni ili tufanye mambo katika ule uaminifu. Sio jambo rahisi, sio mambo marahisi. Kuwa na unyenyekevu. Kujua ya kwamba huyu ni mdogo kwako, lakini ukamsikiliza. Kujua ya kwamba huyu ana uhitaji fulani. Compassion, huruma. Sio kwa ajili ya kuonekana, hapana. Sio kwa ajili ya kuonekana.
sio kwa ajili ya kuonekana, ni kwa ajili yako wewe mwenyewe na Mungu wako. Yesu anaiacha enzi, mfalme wa ufalme, yeye ambaye kupitia yeye kila kitu kiliumbwa, lakini anakuwa mnyenyekevu, mpaka mwisho. Anakubali kubeba msalaba bila kosa lolote, anakubali kuishi maisha ya kawaida kabisa. Kwa hiyo it's not about our pride, it's not about ourselves. Ndio maana tunaona Yesu anasema ukitaka kunifuata, inabidi ubebe msalaba wako. Bebe msalaba wako katika nafasi uliopo. Unawezaje kujishusha ukawa mdogo? Haijalishi una uwezo kiasi gani kushinda wengine, haijalishi una cheo kiasi gani, haijalishi una kipaji kiasi gani, lakini ukana uwezo wa kuweza kujishusha, ukana uwezo wa kuweza kumsaidia yule aliye chini, ukamuinua bila kuangalia kwamba utapata nini, bila kuangalia kwamba utafaidika na nini, bali tu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Serenity, humility, compassion, sio mambo marahisi. Unahitaji kukana nafsi, unahitaji kuikana nafsi, unahitaji kujikana wewe mwenyewe. Ilifika mahali Yesu anasema ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke. Sio kitu kirahisi. Anaenda kusali, anakesha na wanafunzi wake, anarudi anawakuta wanafunzi wake wamelala. Alikuwa anahitaji nguvu ya maombi, alikuwa anahitaji backup. Anarudi anawaambia, mlishindwa kukesha nami hata lisali moja. Kwa sababu kitu ambacho alikuwa anakiendea sio chepesi. Uwezo wa kuweza kujishusha, ukashika dekio, ukadeki kanisa. Mungu anahitaji hizo fedha wala mali, anahitaji moyo wako. Ukweli kutoka moyoni, ukaacha kila kitu, ukajishusha, ukafanya jambo kwa ajili ya Mungu. Alianza yeye, ndo mwanzilishi wa kazi zote. Uache kila kitu, ufanye jambo kwa ajili ya Mungu. Usitumie fedha zako, usitumie nguvu zako. Kutoka moyoni jishushe, nyenyekea. Watu ambao wanaweza wakashuka kwenye magari yao, wakapita kwenye nyumba za wazee, wakasafisha nyumba za wazee, wakafua zile nguo. Usitoe pesa. Mara nyingine nenda mwenyewe, fua zile nguo za wazee. Usitoe nguo ambazo umezichoka, hutaki kuzivaa tena, ndo unawapa watu wazivae. Nenda nunua nguo mpya, nunua nguo ya thamani, nguo ambayo unaweza ukaivaa wewe, mnunulie maskini aivae. Tunamwona tajiri na Lazaro. Mungu atusaidie sana. Sio mambo marahisi, sio mambo mepesi. Muda mwingine inakuwa ni rahisi kutokana na kwamba una uwezo wa kuamuru mambo yakafanyika. Una pesa za kulipa vitu vikafanyika. Lakini wala hata sio hicho kitu ambacho Mungu anakitaka.
Unaweza ukajivunia kwamba mimi natoa sadaka sana, nasaidia kanisa lijengwe, lakini kumbe Mungu alikuwa anataka uache kila kitu, ukabebe tofali. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa.